Mheshimiwa alipofika jana, sisi kama familia ilikuwa ni kama sherehe, ni kwa sababu tulikuwa na wasiwasi, watoto maswali, na wakati alifika nilipigia chairman na nikamwambia mheshimiwa amewasili, na tukawa na jambo la kufurahia na tukasikizana leo tushiriki kanisa ambalo huwa nashiriki, na ili tuweze kufanya watu wa Juja wajue mheshimiwa amepatikana ama amerudi nyumbani na ako salama. Although hajaweza kuelezea amekuwa tortured hadi vipi ama hadi wapi, hiyo kitu amenyamazia kabisa, na ukiona hajaniambia ni kama kuna kitu behind. Venye tulifika kanisani kama kawaida, service ikaendelea vizuri na tulipomalizia ndipo tukiwa pale nje kama kawaida, mnajua watu wakitoka mheshimiwa anasalimia watu, hapo ndipo waliweza kukuja na wakamchukua, na sio ile kumchukua ya amani ama ile kumuomba tafadhali tunakuomba uingie hapa, ni ile ya kumgrab ambayo ilifanya sisi wote kama washirika. Kuna wengi ambao waliumizwa pale, kuna wengi ambao walirushwa hadi kwa mtaro. Mimi mwenyewe niliweza kufuata mume wangu hadi kwa Subaru ndani, na kulikuwa na jamaa alikuwa pale ndani, venye hao wawili walikuwa nje walimrusha, alikuwa anamvuruta ndani. So venye nilimfuata waliweza ni kama ni yeye alinisukuma na huku nyuma, nao wenye walikuwa nje wakaanza kunigonga. Nikaweza kusikia ni kama nimeganda mkono na nikamwachilia mume wangu mguu, juu nilikuwa nimemshika mguu, so nikaondokea ama wakanirusha nje, wakanisukuma nje, na hapo wakafunga mlango na wakaweza kuproceed wakaenda. Sitaipeleka direct kwa mtu, wacha niipeleke kwa serikali mzima ya kwamba huyu ni mtu wa watu. Mkumbuke huyu ni mtu ako na familia, ako na bibi, ako na watoto ambao hata wao watoto walikuwa kwa ile scene. Na waomba kama pia nyinyi mko na watoto, kama pia nyinyi mko na bibi zenyu nyumbani, sidhani mungefurahia kitendo kama kile kikiwafanyia. So ninawaomba tafadhali muniondolee hofu na maswali mengi kwa hao watoto wangu, muachilie baba yao, ndio at least wakuwe na peace na waweze hata kuendelea na hali ya maisha yao ya kawaida. Kuna mahali ulijeruhiwa wakati huyo kizaa? Sana wakati nilikuwa najaribu kumvuruta sorry, akiingia kwa gari, kuna mmoja alikuwa mtu mhuji sana, aliweza kunigonga na mkono wake na akaweza kuniumiza upande wangu wa kushoto, na akaniumiza vizuri vyenye hadi mkono iliganda, nikajipata nimemwachilia venye nilikuwa nimemshika, na I think hapo ndio waliweza sasa kufunga mlango hatuwezi pata amani, na hata watoto hawa wangu kwanza kuna mmoja alikuwa hapo saizi haongei, kazi ni kulia tu, na kuna kijana mdogo ambaye akiona kila mtu anauliza tu wamekuja kushika baba yangu tena, so aliona, so hawana amani hata kidogo wa watoto. So you can imagine tena kesho waende shuleni wapate tena ile story ikiongelelewa. Na waomba serikali muangalie hadi hao watoto wetu, ni kwa sababu mnatocha baba yao, pia watoto pia mnawatocha juu hata kama sio ile wao wenyewe mnawatocha, lakini kwa mind zao hiyo ni tocha ambayo imezidi kiwango chao. Kwa mfano walipomchukua from Friday hadi gari hatujui iliko, walichukua simu, ilienda miezi 2 imeisha. Sasa tunashangaa, wamechukua simu, wamechukua gari, sasa wamechukua mheshimiwa, next ni nani? Sini kumaanisha sasa next ni sisi kama familia. So tunaomba serikali, nyinyi ndio tunafaa tuwalilie, mtupe ulinzi, nyinyi ndio tunafaa kumlilia, mtufiche, lakini nyinyi wenyewe ndio mnaweza kutuangamiza, ndio mnatuangamiza, ndio mnatuharibia maisha, na ili hali tuliwachagua ili muweze kutuongoza na tuweze kukua na maendeleo mazuri. Nikikumbuka kutoka awali, mheshimiwa alikuwa amemshika president wetu mkono, lakini hatujawahi elewa mahali waliachania. Hapo siwezi ingilia juu mimi sio mwanasiasa, lakini Mr. President, na kuomba ule upendo wa mwanzo, kama vile unajua Biblia, uzingatie ule upendo wa mwanzo mliokuwa nayo na mheshimiwa, tupate amani kama familia. Asanteni. Baada ya kisa ambacho kilitokea kama mwendo wa saa 8:30, ambapo ni baada ya kukamilisha ibada ambayo ilikuwa katika Ebenezer Full Gospel, ambapo familia ya mheshimiwa George Kaumburi ni washirika,
kulitokea jambo ambalo lilitatanisha, na wakati tulikuwa katika hali ya kutoka katika lile kanisa, mara ghafla kulitokea gari ambayo ilikuwa in silver in color, gari aina ya Subaru Forester, na katika hiyo gari kuliweza kutokea wanaume wawili ambao walimsukuma, na licha ya watu ambao wachache walikuwa kujaribu kupambana na wale jamaa, ndani pia ya ile gari kulikuwa na mwanaume mwingine, na kwa hivyo wale watu ambao walikuwa pale hawakuweza kufaulu kumwokoa mheshimiwa, na ikawa walienda na mheshimiwa. Na hata tulipojaribu kuwafuatilia, kwa sababu kuna magari na pikipiki ambazo zilijaribu kumfuatilia, tulifika mahali ikawa hiyo gari haiwezi patikana. So tukiongea sasa hivi hatuna ripoti na hatujui mahali mheshimiwa Juja, mheshimiwa George Kamburi ako, na kwa hivyo ni jambo ambalo limetutatanisha na ni jambo ambalo hatulielewi. Ni kwa sababu mheshimiwa hakuna summons amepewa, hakuna simu amepigiwa kutoka kitengo chochote